إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا عليم يا حليم. أما بعد، tunamshukuru Allah jalla waala, tunamtakia ziada za sala na salamu kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunaendelea na kitabu chetu Al-Fiqhul Muyassar fi Dawi al-Kitabi was Sunnah, kitabu kilichoandikwa na nukhbatun min al-ulama, jopo na wateule katika maulama, jazahumullahu anna wa anil muslimina khaira. Na leo tunaendelea na kitabu al-Hajj, kitabu cha mambo ya hija, na katika albabu sabi', mlango wa 7 ambao unauelezea al-aqiqa, mambo ya aqiqa. Kwa sababu tulikuwa tunaangalia vichinjwa, udhiya, hadi, sawa. Kwa hiyo na kwa kuwa aqiqa ni katika jumla ya vichinjwa, basi ameingiza wanazuoni katika kitabu hichi ili tuweze kukamilisha faida iliyotimia. Kwa hiyo tutaangalia taarifu al-aqiqa wa hukmuha wa waqtuha, kama ilivyo katika masala ya kwanza, maana ya aqiqa, hukumu yake na wakati wake. Tukija katika taarifu al-aqiqa, maana ya aqiqa, na usahihi ni kuisoma aqiqa, sio kama wanavyosema watu hakika. Sio hakika, ni aqiqa, sawa, kwa aini na qaf. Kwa hiyo anasema al-aqiqatu lughatan, aqiqa lugha mushtaqatun min al-aqq wa huwa al-qat', imetolewa katika mzizi wa neno aq, nayo maana yake ni al-qat', kukata, sawa. Wa hiya tutlaqu fi al-asli ala ash-sha'r alladhi yakunu ala ra's al-mawlud hina al-wilada, na neno hili vile vile linatumika kuonesha asili ya nywele ambazo zinakuwa katika kichwa cha mtoto wakati wa kuzaliwa, zinaitwa pia ni aqiqa, sawa. Na nyumburiko huu wa aqiqa ndio kuna ile uququl walidain, kuwakata wazazi wawili, kuwaasi, sawa. Ndio inatokana na hapa aqqa ya uqu, aqiqa, uquq, tayari. Kwa hiyo huo ndio asili katika lugha ya Kiarabu. Al-aqiqa inakuja kwa maana hiyo ya kukata. Wa shar'an, na kisharia, ma yudhbahu lilmawludi yawma sabi'ihi 'inda halqi sha'rihi, hichi ni kichinjwa ambacho kinachochinjwa kwa ajili ya mtoto katika ile siku ya 7 baada ya kuzaliwa, wakati wa kunyoa nywele zake, sawa. Inda halqi sha'rihi, wakati wa kunyoa nywele zake pale, basi kichinjwa kile kinaitwa aqiqa. Na mnasaba uliopo kati ya maana ya kilugha na kisharia ni neno la kukata. Kichinja tunakata koo ile, sawa, tunakata koo. Kwa hiyo maana ikaitwa aqiqa, ni kitu ambacho kinakatwa, kinachinjwa, sawa. Ndio maana ikaja hapa ni kile kinachochinjwa kwa ajili ya mtoto siku ya 7 wakati wa kunyoa nywele zake. Wa hiya min haqqi alwaladi ala walidihi, na hii ni miongoni mwa haki za mtoto juu ya mzazi wake. Kwa maana wazazi wana haki kwa watoto wao, ikiwemo hii ya kuwachinjia. Kama uwezo upo, basi inatakiwa mzazi amfanyie mwanawe. Hukmu al-aqiqa, hukmu ya aqiqa ni ipi? Nasema al-aqiqatu sunnatun muakkada, aqiqa ni sunna iliyosisitizwa. Al-aqiqatu sunnatun muakkada, aqiqa ni sunna iliyosisitizwa na kuhimizwa. لحديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال, وحديثي يا ابن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه يسمى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, أسمى نلمسكي أمكم يا الله رحمنا ما نزي جوياك أكسم مع الغلام عقيقته,
pamoja na mtoto huambatana aqiqa yake. Ma'al ghulami aqiqatu, pamoja na mtoto huambatana aqiqa yake, kichinjwa chake anakuwa nacho kile. Fahriqu anhu daman, basi mwageni damu kwa niaba ya mtoto huyu. Fahriqu anhu daman, basi mwageni damu kwa niaba ya mtoto huyu, yani mwageni damu ile ya aqiqa kwa ajili ya mtoto. Wa amitu anhu al-adha, na muondosheeni ile adha au uchafu, yani zile nywele mnyoeni, yani ile siku ya 7 mnanyoa nywele zake zile alizozaliwa nazo, lakini pia vile vile mnamchinjia mtoto huyo. Hadithi hiyo akhrajahu al-Bukhari, ameitoa al-Imam al-Bukhari. ولحديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, na kwa hadithi ya bwana Samura radhi za Allah ziwe yake kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam wamesema, kullu ghulamin rahinatun biaqiqatihi, yani kila mtoto amewekewa rehani kwa aqiqa yake. Kullu ghulamin rahinatun biaqiqatihi, kila mtoto ni rehani kwa aqiqa yake. Maana yake ni, maana yake kama vile umekwenda kukopa pahali, sawa, ukaambiwa weka rehani ili tupate uhakika kwamba utarejesha unachokikopa, sawa. Utaacha pale kitu chako cha thamani, si ndio? Kwa hiyo na huyu mtoto amewekwa rehani kwa ile hakika yake, sawa. Kwa maana haachiwi huru, haachiwi huru yule mtoto mpaka achinjiwe ndio atakuwa yuko huru, kama vile rehani inavyowekwa kwamba inazuiliwa mpaka upatikane uhakika wa kurejesha kile kilichokopwa au kuazimwa. Kwa hiyo kullu ghulamin rahinatun biaqiqatihi, kila mtoto amewekewa rehani aqiqa yake. Tudhbahu anhu yawma sabi'i, huchinjiwa siku ya 7 yake. Tudhbahu anhu yawma sabi'ihi, huchinjiwa siku ya 7 yake. Wa yusamma, na hupewa jina siku hiyo. Wa yuhlaqu ra'suhu, na huchinjwa kichwa chake, yani nywele zake. Wa yuhlaqu ra'suhu, huchinjwa kichwa chake, yani nywele zake. Hadithi hiyo rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Mabada wa Tirmidhi ila akhirih. ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم wamesema, man wulida lahu waladun, yeyote atakayezaliwa kupata mtoto, yani yeyote ambaye atakayepata mtoto. Man wulida lahu walad, yule ambaye atakayezaliwa mtoto. Kiswahili kidogo kinachanganya Wulida lahu, amezaliwa, kwa maana yule mtoto si ndo amezaliwa kwa ajili yako wewe, ndo baba, au si? Kwa hiyo mtoto amezaliwa, sawa. Umezaliwa mtoto, umezaliwa mtoto. Sasa je, wewe ukizaliwa, ulipozaliwa unaambiwa pia umezaliwa au inakuja ile umezawa? Almuhimu kwamba matumizi yote yapo, lakini kilichokusudiwa hapa kwamba mtu ambaye atakayepata mtoto, sawa. Fahabba an yansuka anhu, kwa hiyo akapenda kumchinjia mtoto yule, falyansuk, basi na amchinjie. Wa maana yansuk, na maana yansuk kwamba yadhbah, achinje kwa niaba ya mtoto yule. Kwa hiyo tunaona kupitia hadithi hizi kwamba mtoto yule huwa yani kama kafungamanishwa na kile kichinjwa, sawa, inakuwa ameambatanishwa na ile aqiqa. Ikiwa aqiqa ile atachinjiwa, basi inakuwa tena mtoto yuko huru,
Sasa hapo ndio unaona kwamba ile faida ya aqiqa kwamba ni kumweka yule mtoto katika hali nzuri zaidi ya uhuru wa kufunguka katika mambo yake, katika akili yake, katika tabia zake, sawa katika kila upande hufunguka mtoto kupitia aqiqa yake. Hadithi hii طبعا رواه Abu Daud وما بعدها والنسائي. وقت العقيقة wakati wa aqiqa. Wakati al-aqiqa, wakati wa aqiqa. Wakati gani tunamchinjia mtoto? Nasema rahimahullah ta'ala, yadkhulu waqtu jawazi dhabhi al-aqiqa, unaingia wakati wa kufaa kuchinja aqiqa, binfisali jamii al-mauludi min batni ummihi, kwa kutengana yule mtoto wote kutoka katika tumbo la mama yake. Infisal yani kutengana, yani kutoka. Yule mtoto akisha toka katika tumbo la mama yake tu, kwa maana akishazaliwa tu, basi inafaa kuanzia pale kumchinjia. Sawa akishazaliwa tu, basi inafaa kumchinjia kuanzia pale. Wayastamiru waqtu al-istihbab ila al-bulugh, na unaendelea ule wakati wa sunna, kwamba unaweza ukamchinjia mwanao na ni sunna kumchinjia mpaka wakati wa balighi wa mtoto yule. Yani mathalan pengine mtu hakuwahi kuwafanyia watoto wake ile aqiqa wakati wa udogo wao sana. Kwa hiyo na sasa hivi watoto wameshakuwa lakini hawajabalighi, ndio inakuja hapa kwamba anaweza akawachinjia. Sawa anaweza akawachinjia watoto wale madam hawajabalighi. Illa annahu yusannu an ya'uqqa anhu yawm as-sabi' min wiladatihi, isipokuwa inasuniwa kumchinjia siku ya 7 baada ya kuzaliwa. Sawa illa annahu, isipokuwa inasuniwa an ya'uqqa anhu yawm as-sabi' min wiladatihi, kumchinjia siku ya 7 baada ya kuzaliwa kwake. Lihadithi Samura radhiyallahu anhu qala, kwa hadithi ya Bwana Samura radhi za Allah juu yake amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi, mtoto amewekwa rehani kwa aqiqa yake. Tudhbahu anhu yawm as-sabi', atachinjiwa siku ya 7. Tudhbahu anhu yawm as-sabi', atachinjiwa siku ya 7. Wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu, na ataitwa jina na atanyolewa nywele zake. Wa yusamma, na ataitwa jina, wa yuhlaqu ra'suhu, na atanyolewa nywele zake, kama hadithi ilivyotangulia. Kwa maana Mtume sallam amehusisha siku ya 7 kwa kuchinja, kuonesha kwamba hii ni bora zaidi kumchinjia katika siku hii ya 7 kuliko ile kumchinjia ile siku ya kuzaliwa tayari, au baada ya siku 2, 3, 5. Muhimu iwe ni siku ya 7, na siku hiyo ni vizuri kumwita jina na kunyoa nywele zake, ingawa kwamba pia inafaa kumwita jina ile siku alozaliwa. Tayari ile siku alozaliwa inafaa kumwita jina kama walivyosema hivyo wanazuoni. Almas'alatu athaniya, mas'ala ya pili sasa inaeleza miqdaru ma yuzbahu fil aqiqa, kiwango kinachochinjwa katika aqiqa. Kiwango gani kinachochinjwa kwa aqiqa? Nasema yusannu an yudbaha anil ghulami shatani wa anil jariyati shatun, inasuniwa kuchinjwa kwa mtoto wa kiume mbuzi wawili. Yusannu an yudbah, inasuniwa kuchinjwa anil ghulami,
kutokana na mtoto mmoja wa kiume, shatan, mbuzi wawili. Kusema mbuzi na kondoo ndio jamii hiyo hiyo. Kwa anaweza akachinjwa mbuzi wawili au kondoo wawili au mbuzi mmoja na kondoo mmoja, yote ni sawa. Wa anil jariyati shatun, na mtoto wa kike atachinjiwa mbuzi mmoja. Wa anil jariyati shatun, na mtoto wa kike atachinjiwa mbuzi mmoja. لحديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت، وحديث أبي أم كرز الكعبية رضي الله عنها سمع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, anil ghulami shatani mutakafiatan, mtoto wa kiume atachinjiwa mbuzi wawili wanaolingana. Shatani mutakafiatan, yani mbuzi wawili ambao wanalingana. Kwa hiyo kama ni madume yote, kama ni majike yote, yani yanaolingana na yale maumbile yao na ukubwa wao, sawa, ni vizuri kufanya hivi. Kwa hiyo ni vizuri kama ni kondoo kondoo, mbuzi mbuzi, beberu beberu, jike jike, sawa na wala si lazima ile kwamba mtoto wa kike ndo achinjiwe mbuzi jike, watoto wa kiume wachinjiwe mabeberu, si lazima muhimu mbuzi. Umeelewana vizuri na taban, kila akiwa ni mbuzi aliyenona na ambaye ana bei kubwa ni vizuri zaidi, kwa sababu ukitoa kitu ambacho kina thamani kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi malipo yake bila shaka yanakuwa ni makubwa zaidi. Inna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba, hakika Allah ni mzuri, hakubali isipokuwa vizuri. Sawa tayyib. Kwa hiyo hadithi hiyo rawahu Ahmad, imepokewa na Imam Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa sahahahu al-Albani. Sawa Tayib. Na huenda mtu akauliza, je, mimi nina watoto wengi, ndio kama hivyo hakuwahi kuwachinjia, pengine alikuwa hajui au hakupata kufahamu vizuri au uwezo ulikuwa haupo, kwa sababu yoyote ile itakayokuwa. Sasa je, anaweza akawachinjia wote kwa pamoja, mathalan kwa kuchinja ng'ombe? Anaweza kufanya hivi? Naam, wanazuoni wanatuambia inafaa kufanya hivyo, inafaa kufanya hivyo ikiwa atachinja ikiwa ngamia au ng'ombe, kama tulivyoona katika udhiya kule kwamba inafaa kuchinjia watu wangapi? 7. Kwa hiyo watoto 7 wanaweza wakachinjiwa ng'ombe moja, sawa. Kwa hiyo akiona kwamba pengine bora nichinje ng'ombe kwa watoto hawa wangu, hata pengine tuseme 5 6, hata wasifike 7, basi anaweza kufanya hivyo, sawa anaweza kufanya hivyo kama tulivyoona kule katika udhiya. Lakini wanasema wanazuoni, al-afdalu wal-akmalu ittiba'u sunna, kilicho bora zaidi ni kufuata kama ilivyokuja hadithi, kwa maana kila mtoto achinjiwe mbuzi wake kwa kujitegemea. Tayari umefahamiana vizuri Kwa hiyo ikiwa atamchinjia kila mtoto na kichinjwa chake ni bora zaidi, kwa sababu ile ni nafsi kwa nafsi, ile ni nafsi kwa nafsi. Tumefahamiana hapo mashallah. Almas'alatu athalitha, mas'ala ya tatu, sema tasmiyatul maulud
kumpa jina mtoto, wa halqu ra'sihi, na kunyoa nywele zake, wa tahnikuhu, na kumfanyia tahnik, yani kumrambisha kitu kitamu, wa tahnikuhu, na kumrambisha kitu kitamu, wal adhanu fi udhunihi, na adhana katika sikio lake, wal adhanu fi udhunihi, na adhana katika sikio lake. Tayeb, tasmiyatul maulud, kumwita jina mtoto. Nasema rahimahullah ta'ala, yusannu tasmiyatul maulud fil yawm as-sabi'i, inasuniwa kumwita jina mtoto katika ile siku ya 7, min wiladatihi, tokea kuzaliwa kwake. Lihadithi Samura radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, wa hadithi ya wana Samura radhiyallahu anhu kwa Mtume sallam amesema, hadithi ambayo hii ni mara ya 3 inarejewa kwamba kullu ghulamin rahinatun biaqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu, kwamba kila mtoto amewekewa rehani kwa hakika yake, anachinjiwa siku ya 7 yake, na huitwa jina na hunyolewa nywele zake. Wa yusannu an yukhtara lahu min al-asma'i ma kana hasanan, na inasuniwa kuchaguliwa katika majina lililokuwa zuri. Inatakiwa kwamba watoto wapewe majina mazuri, wasiitwe majina mabaya. Simwite mtoto majina mabaya kama panya na mengineyo. Hatukusudii kwamba kuwadhalilisha wale wanaoitwa majina hayo. Tunatoa mifano kuonyesha kwamba majina hayo si vizuri kuwaita watoto, kwa sababu panya si mdudu mzuri tayari na kadhalika, au kumwita mtu pakacha na mfano wa majina kama hayo, mataka kwa hiyo si majina mazuri ya kuitana. Tuchague majina mazuri, na kwa kuwa wasa wa kubadilisha jina huko, mtu kama ameitwa jina hilo na yeye mwenyewe ana maamuzi, kashakuwa mtu mzima, anaweza kubadilisha. Kwani wangapi Mtume sallam amebadilisha majina? Kwa hiyo mtu anaweza akabadilisha. Kwa hiyo faqad ghayyara an-nabiy sallam al-asma' al-qabiha. Unaona hapo Mtume sallam amebadilisha majina mabaya mabaya. Watu walikuwa wanaitwa harb, vita, kwambia wewe si vita bwana, wewe ni amani, hakika namna kama hivyo alibadilisha. Wa amara bidhalika, na akaamrisha jambo hilo kwamba mwenye majina mabaya abadilishe. Kwa hiyo jina ambalo si zuri mtu anatakiwa abadilishe. Pengine mtu atasema sasa hivi itakuwaje, maana ndio vyeti vyangu, vitambulisho vyangu, kila kitu. Unaweza ukabadilisha katika ile kuitwa, sawa katika ile kuitwa ukabadilisha, sawa lakini katika vyeti inaweza ikabakia, sawa, ikawa lile ni jina ambalo linatumika katika wewe, lakini jina ambalo unaloitwa basi likawa ni jina fulani. Au pia ukaweza kubadilisha mpaka kwenye hivyo ambavyo vinaweza kubadilishika, ukaangalia namna ya kuweza kubadilisha vile vile, sawa Kikubwa zaidi ni uthibitisho. Unatakiwa haki ya kiapo cha mahakama kwa kweli ulibadilisha. Nadhani ni mambo ambayo yanawezekana kufanya. Tayib, wa ahsanuha, na majina mazuri zaidi katika hayo Abdullah wa Abdurrahman, ni Abdullah na Abdurrahman, majina ambayo ni maarufu, sawa, lakini ni ndio mazuri zaidi, yamekuwa maarufu kwa sababu ni mazuri zaidi. Abdullah, Abdurrahman. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال, حديث ابن عمر رضي الله عنه ومسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومسيما مكوم صلى الله عليه وسلم, إن أحب أسمائكم إلى الله
yani hakika majina yanayopendeza zaidi kwenu nyinyi kwa Allah, inna ahabba asma'ikum ila Allah, hakika majina yanayopendeza zaidi kwenu nyinyi, yani hakika majina yanayopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yenu ni Abdullah wa Abdurrahman. Mtume sallallahu anasema hivi, ni Abdullah na Abdurrahman. Haya ndiyo majina yanayopendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi hiyo akhrajahu Muslim, wametoa Imam Muslim. Na lakini bahati mbaya siku hizi mtu anataka yale majina mageni ambalo halijawahi kusikilikana hilo. Utaliuliza mara tatu, jina gani sijui. Ukija kuangalia maana yake pengine si nzuri. Kwa hiyo tusipendelee tu yale majina ya kipekee, lakini tutumie pia majina haya mazuri zaidi, hata kama si ya kipekee au si ya ambayo ni mageni. Tumefahamiana vizuri lakini pia vile vile kama anavyotwambia wanazuoni kwamba majina mazuri yanaweza yakawa ya majina ya watu wema waliotangulia, wakiwemo mitume, masahaba, tabi'in. Sawa hayo ni majina mema. Lakini kama ilivyokuja vile vile kwamba katika majina mazuri ni ma'ubida wa humida, yani yale majina ambayo yameanza kwa abdu fulan, Abdullah, Abdul Aziz, Abdul Jabbar, Abdul Basit. Sawa ni majina mazuri, kwa maana huyu ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kukujua. Abdul Basit, sawa Abdul Rashid, mja wa mwenye kuongoza. Sawa ni majina mazuri pia na vile vile. Sawa, lakini pia yale ambayo yamekuwa na himd ndani yake, Muhammad, Hamad, Mahmud, sawa Hamad. Kwa hiyo yale ambayo yamekuwa na himd, mahumida, sawa Ahmad. Umefahamiana? Kwa hiyo yote hayo ni katika majina mazuri na ni katika majina ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Muhammad na Ahmad, Mahmud, yote katika majina ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Halqu ra'si al-mawlud, kunyoa nywele za mtoto. Nasema wayusannu halqu ra'sihi, na inasuniwa kunyoa nywele zake mtoto, dhakaran kana au untha, ikiwa ni mwanamume au mwanamke, yawma sabi'ihi, siku ya saba, baada dhabhi al-aqiqa, baada ya kwisha kuchinja aqiqa. Yani tukisha chinja pale basi alafu ananyolewa ile mtoto zile nywele. Sawa wa yutasaddaqu bi zinati arshihi fidda, na hutolewa sadaqa kwa uzito wa zile nywele zake zile fedha. Tayari hutolewa sadaqa fedha kwa zile uzito wa nywele zake. Tayari mfano pengine umepata gramu 5 mathalan kwa hiyo namuuliza sonara, hii gramu 5 fedha kiasi gani ya sadaka? Basi unatoa sadaka. Hadithi Ali radhiyallahu anhu qala, Ali radhiyallahu anhu yake amesema, aqqa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-Hasani, alimchinjia Mtume sallallahu alayhi wasallam al-Hasan, mjukuu wake al-Hasan bin Ali, shah mbuzi. Waqala, na akasema, ya Fatima, ewe Fatima, ihliqi ra'sahu, nywele zake, na utoe sadaqa kwa uzito wa nywele zake fedha. Sawa, utoe sadaqa kwa uzito wa nywele zake fedha.
Hadithi hiyo akhrajahu Ahmad wa Malik fi al-Muwatta. Kwa hiyo hii inaonesha vile vile kwamba kama mtu hana uwezo wa mbuzi wawili, anaweza kumchinjia mtoto mbuzi mmoja. Fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kadri mwezavyo. Kwa hiyo kama hujaweza kumiliki mbuzi wawili, basi ukamchinja mmoja, utapokuja kupata huko mbele ukamchinjia mwingine tayari. Na kwa dhahiri ya hadithi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimchinjia Hasan mbuzi mmoja. Tahnikul mawlud, kumrambisha mtoto kitu kitamu. Wa yusannu tahnikul mawludi bitamrin, na inasuniwa kumrambisha mtoto tende, sawa na kana dhakaran am untha, sawa sawa ikiwa ni mwanamume au mwanamke mtoto yule. Wa tahnik, na namna ya kurambisha, huwa madghu tamri, ni kuchakua tende. Huwa madghu at-tamr, ni kuchakua tende, nichakua tende. Wadalku hanki almawludi bihi hatta yanzila shay'un minhu ila jawfihi, sawa yani ni ile kuchakua tende. Wadalku hanki almawlud, na kusugua huu mdomo wa mtoto, sawa hatta yanzila shay'un minhu ila jawfi, ili kuteremke kitu kule katika koo yake, katika ile kumeza mate ile, basi kuteremke ule utamu wa tende, sawa kuteremke ule utamu wa tende. Yani kwa maana unasugulia hivi ili akimeza mate apate kumeza. Lakini ni vyema kuhakikisha usafi, sababu watoto hao kitu kidogo kinaweza kuwadhuru. Kwa hiyo ni vyema ikiwa baba au mama au mtu wa karibu akasafisha vizuri kidole chake na mdomo wake, ili akichakua vile amrambishe kiasi. Hadithi ya Abi Musa radhiyallahu anhu qala, kwa hadithi ya Abi Musa radhiyallahu anhu yake amesema, ulida li ghulamun, nilizaliwa mimi mtoto, yani nimepata mtoto wa kiume. Faataitu bihi nabiy sallallahu alaihi wasallam, nikampeleka mtoto yule kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutaka baraka. Fasamahu Ibrahim, akamwita Ibrahim. Na Ibrahim ni jina zuri la kipenzi cha Khalilullah, kipenzi cha nani? Cha Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni Abul Anbiya, ni baba wa mitume. Wahannakahu bitamrin, na akamrambisha Mtume sallam mtoto yule tende mdomoni. Hadithi hiyo rawahu al-Bukhari wa Muslim, ipokewa na Imam Bukhari na Muslim. Wa hadithi Aisha radhiyallahu anha, na hadithi ya bibi Aisha radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallam kana yu'ta bis-sibyani wa yuhannikuhum, kwamba Mtume wa Allah rehma na amani juu yake alikuwa akiletewa watoto na akiwarambisha tende, sawa alikuwa akiletewa watoto na anawarambisha tende. Hadithi hii rawahu Muslim, imepokewa na Imam Muslim. Na kama alivyosema wanazuoni kwamba katika hikma Allahu a'lam, na kwamba yule mtoto akija duniani kama ambavyo anavyopata utamu ule wa tende, basi awe anapata mazuri vile vile, sawa asipate mabaya. Kwa hiyo ile ni katika hikma vile vile, lakini kama inavyojulikana kwamba tende ina madini zote au nyingi ambazo wanazihitaji binadamu, na katika tunda ambalo limejaliwa kutia nguvu mwili wa binadamu. Kwa hiyo mtoto yule baada ya kuzaliwa akipata kitu kama kile, bila shaka kitakuwa na faida kubwa kwa mwili wake, sawa
na jambo lolote lile, hata kama hatukujua hikma yake, ambalo limepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi jambo hilo lina faida kubwa sana. Hata kama hatukujua hikma yake, hatukujua siri yake, basi jambo hilo litakuwa na faida kubwa. Tulitekeleze, na faida yake ima tutaiona kwa sasa hivi au kwa baadaye. Al-adhanu fi udhuni al-maut, kumwadhinia, kuadhini katika sikio la mtoto. Yusannu al-adhanu fi udhuni al-mauludi hina wiladatihi, inasuniwa kuadhini katika sikio la mtoto wakati wa kuzaliwa kwake. Yusannu al-adhan, inasuniwa adhana fi udhuni al-mauludi, katika sikio la mtoto, hina wiladatihi, wakati pale alipozaliwa tu, basi anaadhiniwa. Waqila, na ikasemwa, yuadhanu fi udhunihi al-yumna, ataadhiniwa katika sikio lake la kulia. Watuqamu as-salatu fi udhunihi al-yusra, na patakimiwa sala katika sikio lake la kushoto. Hadithi ya Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala, hadithi ya Abi Rafi' radhi za Allah juu yake amesema, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nilimuona mtume wa Allah rehma na amani juu yake, adhana fi udhuni al-Hasan ibn Ali, aliadhini katika sikio la al-Hasan bin Ali, hina waladathu Fatima, pindi alipozaliwa bibi Fatima. Sawa, alipomzaa, kwa maana alimuona Mtume sallam akimwadhinia Hasan bin Ali wakati alipozaliwa na bibi Fatima. Bisala, alikuwa amemwadhinia sala. Sawa, yani nilimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwadhinia al-Hasan bin Ali wakati alipozaliwa na bibi Fatima. Bisala, tena anamwadhinia sala. Allahu akbar, Allahu akbar. Sawa, hadithi hiyo akhrajahu Tirmidhi hiyo na Muslim. Na kama inavyojulikana, adhana kwamba ni wito, mtu kuitwa katika ibada, kuitwa katika sala, lakini pia ni kinga na ni ngao ambayo mashaitani wakisikia wanakwenda ndio. Kwa hiyo ni jambo la kumkinga mtoto yule kutokana na mashaitani, lakini pia vile vile ni jambo la kumsikilizisha yule mtoto wito wa Allah subhanahu wa ta'ala, ili jambo la kwanza analolisikia duniani iwe ni adhana, kwa maana awe ni mwenye kumnyenyekea na kumtii Mola wake katika maisha yake yote. Sawa, naam. Kwa hiyo hayo ndiyo mambo ambayo yanayohusiana na al-aqiqa na mtoto. Kwa hiyo natumai itakuwa tumeyafahamu vizuri. Tumuombe Allah jalla waala jalie ilmu na manufaa, na atakabalie amali zetu, na tusamehe makosa yetu, na tutatulie shida zetu. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi an-nabiyyi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, naam. طيب. Anauliza kwamba mtu hakuwahi kumfanyia mtoto lakini baadaye akafariki, anaweza akamfanyia? Naam, ndio, kama alivyosema wanazuoni kwamba maadamu mtoto ameshakuja duniani,
basi unaweza ukamfanyia hakika hata akishafariki. Ile kwa nini? Kwa sababu ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ile. Sawa, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujalia neema ile, na ukishukuru Allah subhanahu wa ta'ala atakuzidishia. Na hatukusema kwamba ukikosa siku ya saba unachinja siku gani, kama walivyosema wanazuoni kwamba ukikosa siku ya saba basi unakwenda vile vile saba zile, ima utachinja siku ya 14 au utachinja siku ya 21. Ukikosa hapo tena siku yoyote, sawa. Kwa hiyo ukikosa siku ya saba tena usione kwamba ndio ishakupita. Ipo siku ya 14, ipo siku ya 21 hapa, na unaihesabu ile siku waliozaliwa pale, unaanza kuihesabu ile. Umefahamiana vizuri? Kwa hiyo kama ni Jumanne, manake hakika itakuwa ni Jumatatu, sawa. Kama alizaliwa Jumanne, manake hakika itakuwa ni Jumatatu. Umefahamiana? Kwa hiyo Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, siku ya saba. Umefahamiana? Wahakadha na namna kama hivi. Na swali nyingine ni kwamba mtu yeye ana uhakika kwamba wazee wake hawakumfanyia, yeye anaweza kujifanyia mwenyewe? Naam. Wanazuoni wanatuambia kwamba unaweza ukajifanyia, na ni vizuri ukiwa umepata uhakika kwamba wazee wako hawajakufanyia hakika, basi jifanyie hakika hiyo, hata kama ni mtu mzima. Sawa, hata kama ni mtu mzima jifanyie hakika, na huwa ikawa ndiyo sababu ya kufunguka kutokana na mafundo mbalimbali ambayo pengine yamekufunga katika maisha. Tayari? Allahu akbar. Naam. Kama tulivyotangulia kueleza kwamba anaadhiniwa na kutimiwa mara moja, sawa. Mtoto anaadhiniwa akishazaliwa tu pale mara moja, na hiyo kurambishwa ni mara moja, sawa. Pale pale tu baada ya kushazaliwa. Lakini kuna dua ambazo mtoto huombewa kila siku, kama alivyokuwa Mtume sallallahu akiwaombea wajukuu zake Hasan na Hussein, waidhukuma bikalimati llahi tama min kulli shaytani wa hamma min kulli aini lam. Kwa hiyo watoto tu waombee pia vile vile dua hizi, ili Allah subhanahu wa ta'ala awahifadhi kutokana na kila aina ya shari, vijicho, hasad na kadhalika. Sio tu wafunge herizi. Watoto hawakingwi kwa kufungwa herizi, sio ya azma, kufungwa viunoni, humu, sio shingoni, mikononi. Mambo hayo ni ya shirki. Sisi tuwaombee dua na Allah subhanahu wa ta'ala atawahifadhi watoto wetu. Na swali lingine? Na ndio kuelekezwa kibla, yani yule mbuzi miguu yake au kile kichinjwa miguu yake ndio ielekee kibla, sawa. Miguu yake ikiwa imeelekea kibla ndio anachinjwa, bismillah, Allahu akbar, sawa. Na umeashiria jambo zuri kwamba ugawaji sasa wa yule mbuzi kama vile udhiya ilivyo, tunagawa mafungu matatu. Hakika ile fungu moja unatumia na familia yako, fungu jingine kwa ajili ya maskini, na jingine kwa jamaa wa karibu, sadaka unatoa. Au ukisema kwamba upike watu waje wale supu, pia si vibaya. Tumefahamiana vizuri, yote hayo inawezekana. Naam, ndio.
Swali zuri. Katika kuvunja mifupa nauliza kwamba je, kuna usahihi wowote? Naam, nimepokea baadhi ya athar zinazoonyesha kwamba hakika haitakiwi ivunjwe mifupa, sawa, kwa ajili ya kwamba kuleta bishara njema kwa yule mtoto kwamba kama ambavyo tunavyomkinga huyu mnyama tuliyemchinja kwa ajili yake, basi na yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala amkinge, sawa. Ingawa kwamba wanasema wanazuoni athari hiyo haikusihi sana, sawa, haikusihi sana, kwa sababu ukichukua kwa msingi huo, maana yake ni kwamba huyu mbuzi ndio tushamchinja, sawa, mbuzi tushamchinja. Kwa hiyo tukisema kwamba anachofanyiwa huyu mtoto na huyu kitamkuta, jambo hilo linakuwa halijakaa vizuri. Lakini jingine kwamba je, utampika vipi bila ya kuvunja hiyo mifupa? Lazima tu itabidi uvunje. Kwa hiyo ikapendekezwa ile kwamba kuvunjwa katika vile viungo, isivunjwe katikati. Sasa ikifanywa hivyo si vibaya. Nafahamia. Wallahu a'lam. Naam. Ndio. Hakuna tatizo pahala pa kuchinja. Muhimu kwamba unanuia kwamba kichinjwa kile ni kwa ajili ya yule mtoto wako ambaye yuko kule, sawa. Kwa hiyo mtu yuko nje mathalan, anaweza akachinja kwa nyumbani, au wewe ambayo familia iko hapa ukachinja huko Mabara, ukasema huku mbuzi hasara hisi, bora nichinje huko. Kwa hiyo yote yanawezekana. Naam. Ndio. Wanazuoni wametaja kwamba badala wa tende unaweza ukamrambisha asali, kitu kitamu, lakini vizuri zaidi ni tende kama ilivyopokelewa. Kwa hiyo ikikosekana tende atarambishwa asali tayari. Allahu akbar. Naam. Haya, tutajibu inshallah baadaye. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.
Naam, Sheikh pale anasema kwamba kuzika ile mifupa ndio. Naam, hii asli yake ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ile minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kutokana na ardhi tumekuumbeni na huko tutakurejesheni na tutakutoeni kwa mara nyingine, tutakufufueni. Kwa hiyo kila ambacho kinachotoka katika maumbile ya binadamu au kiumbe asili yake ni ardhi. Kwa hiyo kufukiwa ile mifupa ni jambo zuri, kama ambavyo tunavyoambiwa ukikata kucha vizuri ukazifukia nywele ukafukia, kwa sababu ndio asili yetu, tumetokea huko na kila kinachotoka kwetu kirudi huko, sawa. Kwa hiyo ndio ile katika kuhifadhi ile ibada, sawa, katika kuhifadhi ile ibada kwamba hii mifupa shamaliza tunaihifadhi ili tuweze kupata baraka zaidi katika kichinjwa hichi, sawa. Allah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بأيدينا للبر والتقوى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا غني يا حميد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا. اللهم أصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا. اللهم أصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا Muhammad wa alihi wasallam. Tangazo tu kwamba tunafunga darasa zetu hizi kwa sababu kama mnavyofahamu kwamba kupitia taasisi yetu hii ya Al-Ikhlas tunasafirisha mahujaji. Kwa hiyo inshallah tutakuja kuendelea tutakaporudi hija inshallah, kunako mfunguo 4 pengine huko, sawa. Kwa hiyo tuombeane dua Allah tupeleke na turejeshe kwa salama amani, lakini pia vile vile tuna kuombeni kwa yule ambaye tuliyekosea, basi atusame pale tulipokoseana. Binadamu safari ni hatua, sawa. Kwa hiyo nanyi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yule ambaye hajawafikishwa kwenda, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amwafikishe aende akatekeleze ibada hizi na afike katika miji ile mitukufu ya Maka na Madina. Wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله